Let us pray. Hebu na tuombe. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Katika jina la Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Almighty God, dear Heavenly Father, Mwenyezi Mungu, mpendwa Baba yetu wa mbinguni, we come to you this morning as your children and as your servants. tunakuja mbele yako asubuhi hii kama watoto wako na kama watumishi wako. We come to bow before you and to worship you. Tunakuja kunyenyekea mbele yako na kukuabudu. For you are worthy to be worshipped. Maana wewe ndiye unayepaswa kuabudiwa. You are worthy to be praised. Na wewe unastahili kusifiwa. You are the creator of all things visible and invisible. Wewe ndiye muumbaji wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. You are the most wise. Wewe ndiye aliyekuwa na hekima sana. You are everywhere. Wewe uko kila mahali. Nothing escapes your sight. Na hakuna kitu ambacho kimefichwa kwako. We thank you for the care you provided to us. Tunakushukuru kwa kuwa umeweza kututunza sisi. Over the years we have seen your hand at work in our lives. Kwa miaka iliyopita tumeona mkono wako ukifanya kazi katikati yetu. As you lead us to the goal of our faith. Unapoendelea kutuongoza kufikia lengo letu la imani. We thank you for the protection. Tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako. And everything that you do that keeps our faith alive. Na yote ambayo unafanya ili kuweka imani yetu isalie kuwa hai. Now we are here, Heavenly Father. Na sasa tuko hapa, mpendwa Baba yetu wa mbinguni. Our hearts open towards you. Mioyo yetu imekufungukia wewe. Please give us your word. Tafadhali tupatie neno lako. Please give us comfort for those who are suffering. Tafadhali watolee faraja kwa wale wanaoteseka. Please heal the sick ones. Tafadhali waponye walio wagonjwa. And the many other prayers that are brought at this altar this morning. Na sala nyingi ambazo zimeletwa mbele ya madhabahu yako asubuhi hii. Please hear these prayers. Tafadhali yasikie maombi haya. Remember those who have not come because of various reasons. Wakumbuke wale ambao hawajakuja kwa sababu nyingi mbalimbali. Help them also. Wasaidie na wao pia. Let them also receive the prayers that come from this altar. Hebu na wao waweze kupokea maombi yanayotoka kwenye madhabahu haya. May we be connected to the prayers of the chief apostle and the chief apostle helper. Na tuunganishwe na maombi ya mpendwa mtume mkuu na mtume mkuu msaidizi. That we may be strengthened by their prayers. Ili tuweze kutiwa nguvu na maombi yao. For we pray this in the name of Jesus Christ. Haya yote tunayaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. My dear brothers and sisters, wapendwa wangu kaka na dada, dear friends and invited guests, wapendwa wageni na marafiki walioalikwa, I want to begin by conveying to you the greetings of Chief Apostle. Nataka kuanza kwa kuwaletea salamu za mtume wetu mkuu and the Chief Apostle helper. Na pia za mtume mkuu msaidizi. It's been just 1 week since I was with them. Imekuwa tu muda wa juma moja tangu niweze kuwa na wao. And they are looking forward to January when they will be coming to Kenya. Na wanatazamia kukuja hapa Kenya mwezi wa kwanza wa mwaka ujao. The Bible word for this morning's divine service comes from the book of Revelations. Neno la Biblia linalokuja asubuhi hii ya leo linatoka kwenye kitabu cha Ufunuo. Chapter 22. Sura ya 22. Verse 20. Mstari wa 20. It says this. Inasema hivi. He who testifies to these things says, surely I am coming quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu. Please be seated and the choir can sing.
Tafadhali ketini na kwaya inaweza kuimba. Thank you very much, choir, for that beautiful song. Asanteni sana kwaya kwa huo wimbo ambao ni mzuri, in which you declare in a very clear manner ambapo umeweza kutangaza kwa njia ambayo iko wazi sana that we are waiting for the Lord, kwamba tunamsubiria Bwana. It ties in very well with our Bible word. Inaigiana sana na neno letu la Biblia. Bible message for today is in the book of Revelations. Ujumbe wa Biblia siku ya leo umetolewa kwenye kitabu cha Ufunuo.
This book of Revelations Kitabu hiki cha Ufunuo is also called the revelation of Jesus Christ. pia kimeweza kutiwa jina kwamba ni ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Because at the beginning of this book, Maana kitabu hiki kinapoanza, it is written there imeandikwa hapo mwanzo, that this is the revelation of Jesus Christ which God gave him ya kwamba ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu to show his servants awaonyeshe watumwa wake the things which must shortly take place. mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa upesi. So it is a revelation of Jesus Christ Hivyo ni ufunuo wa Yesu Kristo given to him by the Father, ambao ulipewa naye baba yake, that he may pass this revelation to his servants, ili aweze kuwapatia watumwa wake ufunuo, so that they don't stay in darkness, ili wasiweze kukaa katika giza, that they may have hope, ili waweze kuwa na tumaini, that which they have believed will have an end. ya kwamba kile ambacho wameweza kukiamini kiweze kuonekana. And it says here that it's coming quickly, that which is going to happen soon. Na inasemekana kwamba anakuja upesi, hilo ambalo litaweza kutendeka litatendeka upesi. It has been 2,000 years since this was given. Imekuwa miaka 2000 tangu ufunuo huu uweze kutolewa, But it's still coming. na bado inaendelea kuja. In this book of Revelations, Kwenye hiki kitabu cha Ufunuo, Jesus reveals many hidden things. Yesu alifunua mambo mengi sana ambayo yamefichwa. One of the things that he reveals in this book Jambo mojawapo ambapo yeye aliweza kufunua kwenye hiki kitabu is that he has the keys of death and Hades. ni kwamba yeye yuko na funguo za uzima na mauti. Another revelation in this book Ufunuo mwingine kwenye hiki kitabu is that evil will be brought to an end. ya kwamba maovu yatafika mwisho. So it doesn't matter how much it increases, Kwa hivyo haijalishi jinsi uovu utaongezeka, it will be brought to an end. siku moja itafikishwa mwisho. That is revealed in this book of Revelations. Haya yamefunuliwa kwenye hiki kitabu cha Ufunuo. Another revelation that is revealed here Ufunuo mwingine ambao umeweza kuonyeshwa hapa is that this earth ni kwamba hii dunia will not endure forever. haitakaa milele. There will be a new earth Kutakuwa na ulimwengu mpya after this one has been destroyed. baada ya hii dunia kuangamizwa. That is revealed in here. Hiyo pia imeweza kufunuliwa hapa. Another revelation in this book Ufunuo mwingine kwenye hiki kitabu is that there will be judgment ni kwamba kutakuwa na toleo la hukumu for all people who ever lived on earth. kwa watu wote ambao waliweza kuishi kwenye dunia. Another revelation that is revealed in this book Ufunuo mwingine ambao umeweza kuonyeshwa kwenye hiki kitabu is that Christ will return in glory ni kwamba Kristo atarudi katika utukufu and with much power, na akiwa na nguvu nyingi sana, and he will reign here na atatawala hapa 1,000 years. kwa miaka 1000. That means a long time, Hiyo inamaanisha kwa kipindi cha muda mrefu, but a limited time. lakini pia ni muda ambao utaweza kukwisha. Again, it is revealed in this book Tena imefunuliwa kwenye hiki kitabu that once again man will live with God. siku ile ambao tena mwanadamu ataishi na Mungu. One time, man will return into fellowship with God. Kwa wakati mmoja mwanadamu atarejeshwa katika ushirika pamoja na Mungu, As it was in the beginning kama vile ilivyokuwa hapo mwanzo with Adam and Eve. kwa Adam na Hawa. It
will return to that kind of state in future. Itarejeshwa kwenye hicho kiwango katika siku za baadaye. And there are many other revelations inside this book. Na kuna ufunuo mwingi sana kwenye hiki kitabu. We will not talk about all of them. Hatuwezi kuzungumzia hayo yote. But today the focus is on this verse here. Lakini leo hii lengo ni kwenye hii aya ya leo. Where Jesus says, ambapo Yesu anasema, surely I am coming quickly. Kweli naja upesi. He is coming back. Yesu anarudi. Now this revelation, sasa huu ufunuo, the promise of Jesus to come back, ahadi ya Yesu ya kurudi, is a central teaching of the apostles. Ni mafundisho makuu ya mitume. The apostles must talk about the return of Jesus all the time. Mitume lazima wazungumzie kuhusu kurudi kwa Kristo kila wakati. Because the mission of the apostles is connected to the return of Jesus. Kwa sababu mafundisho ya mitume imeunganishwa na kurudi kwa Kristo. Their work, kazi yao here on earth, hapa duniani, has to do with preparing the bride of Christ, inahusu kuandaa bi harusi wa Kristo, who will be caught up, ambao watatwaliwa when Jesus returns. wakati Kristo atarudi. So after the rapture, kwa hivyo baada ya msuo huo wa kuchukuliwa, the apostles will have no job. Mitume kazi yao itakuwa imekwisha. They'll become redundant. Watakuwa mitume ambao hawana kazi ya kufanya. Their job will have ended. Kwa sababu kazi yao itakuwa imekamilika. That's why in their teachings, ndio maana katika mafundisho yao, there's a lot of emphasis on the return of Christ. Kuna msisitizo mwingi kuhusu kurudi kwa Kristo. This promise was given by Jesus himself. Ahadi hii ilitolewa na Yesu yeye mwenyewe. When he said he's going to prepare a place. Aliposema kwamba naenda kuandaa makao. And that he will come back. Ambapo atarudi tena. And receive us unto himself. Na aweze kutupokea twende na yeye. That was 2000 years ago. Hiyo ilikuwa miaka 2000 iliyopita. So a long time has passed. Kwa hivyo ni muda mrefu ambao umeweza kupita. But this promise is still valid. Lakini hii ahadi bado inaendelea kufanya kazi. Christ will come. Kristo lazima atarudi. We do not know the day. Hatujui siku yake ya kurudi. We do not know the time. Hatujui hata ni saa gani. We also don't know how. Na pia hatujui ni jinsi gani. But by studying the scriptures, lakini tunapoendelea kusoma maandiko, especially the letters of Apostle Paul, hasa nyaraka za mtume Paulo, and this book of Revelations, na pia kwenye hiki kitabu cha Ufunuo, and by the words of Jesus himself, na pia maneno Yesu mwenyewe aliweza kuyatamka, Christian scholars, Wakristo wanasema, Wakristo wanaosoma elimu, have come up with doctrines, wameweza kuja na mafundisho by studying these writings of Paul, wakijaribu kusoma maandishi haya ya mtume Paulo, the book of Revelations, kitabu cha Ufunuo, and the words of Jesus, na pia maneno ya Yesu. they have come up with doctrines, wamekuja na mafundisho to explain how the return of Jesus will be like, ya kuelezea jinsi kurudi kwa Kristo kutakavyokuwa. So these teachings are not the same in all denominations. Kwa hivyo mafundisho haya si sawia kwa dini zote. There are differences because they are a creation of man. Kuna tofauti kwa sababu yameweza kuundwa na mwanadamu. Their own interpretation of the book of Revelation. Hizi zote zimekuwa tafsiri za kitabu cha Ufunuo. Their own interpretations of the letters of Paul. Na ni tafsiri zao kutokana na kitabu na nyaraka za mtume Paulo. And their own interpretations of the words of Jesus. Na tafsiri zao wenyewe kulingana vile Yesu alikuwa anasema.
they come up with a doctrine that when Christ returns, this will be the chronology of events. Na wanachukua mafundisho kwamba Kristo atakaporudi hivyo ndivyo mambo yatakuwa yanaendelea. So the one I want to teach you now, hivyo kile mimi nataka kuwafundisha leo, is a new apostolic understanding ni uelewa wa kanisa jipya la kimitume of what will happen when Christ returns, ya kwamba ni nini itatendeka wakati Kristo atakaporudi, based on our interpretation of the book of Revelation, kulingana na tafsiri yetu ya kitabu cha Ufunuo, our interpretations of the letters of Paul, tafsiri yetu kwa nyaraka za Mtume Paulo, and the statements of Jesus. na pia matamshi Yesu aliyoyatoa. This is how we understand. Hivi ndivyo tunavyoelewa sisi. We believe that in the fullness of time, tunaamini katika ukamilifu wa wakati, God will send His Son Jesus Christ, Mungu atamtuma mwanawe Yesu Kristo back to earth. aweze kurejea hapa ulimwengu. There will be the sound of a trumpet, utakuwa na mlio wa tarumbeta, but not everybody will hear that trumpet. lakini sio kila mtu ambaye ataweza kusikia sauti hizo za tarumbeta. Only those who are preparing for the return of Jesus will hear the trumpet. Ni wale tu ambao wamekuwa wakijiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Kristo ambao watasikia hizi tarumbeta. And then Christ will appear in the clouds. Kisha Kristo ataonekana kwenye mawingu. He will not come down. Hataweza kufika hapa chini ya dunia. And then the dead in Christ, na hapo waliokufa katika Kristo, those who have died since the time He was here, wale ambao wote wamekufa tangu alipokuwa katika ulimwengu huu, as believers, kama waumini, will be resurrected, watafufuliwa. and the living who are waiting for the return of Jesus, nao wale ambao watakuwa wako hai lakini wakingojea kurudi kwa Kristo, will be transformed. wataweza kubadilishwa. And then these two groups, na watu wa hivi viwili, those who have come from the dead, wale ambao wametoka kwenye miliki za wafu, and the living who have been transformed, na wale ambao walikuwa hai na wamebadilishwa, will receive a new body, watapokea mwili mpya, the body of the resurrection, mwili wa ufufuo, which is similar to the body that Jesus had when He rose from the dead. ambao ni sawia na ule mwili Yesu alipokuwa nao wakati yeye alifufuka. Together they will be caught up, na kwa pamoja wataweza kutwaliwa, and they will go into heaven. na wataweza kuingia mbinguni. It's going to happen very quickly. Hii itafanyika kwa njia haraka sana. The Bible speaks of the twinkling of the eye. Maandiko yanazungumzia kufumba na kufungua kwa macho. Within the twinkling of the eye, katika hali ya kufumba na kufungua kwa macho, the dead will have been resurrected. wale waliokuwa wamekufa watakuwa wamefufuka. The living who are faithful to Christ will have been transformed. Walio hai na waaminifu katika Kristo watakuwa wamebadilishwa miili, and they will have been caught up, na watakuwa wametwaliwa mara moja, and they will enter into heaven. na wataingia mbinguni. This rapture Na kutwaliwa huku na Kristo will be granted to those who are born again, kutatolewa kwa wale tu ambao wameweza kuzaliwa kwa mara ya pili, born of water and the Spirit. kuzaliwa kwa maji na kwa Roho. That's what we believe. Na hayo ndiyo tunayoamini. If God is going to add in some others, kama Mungu ataweza kuongezea wale wengine, that is beyond human comprehension. Hiyo imepita kuelewa kwa mwanadamu. It will be God's own decision. Itakuwa maamuzi ya Mungu mwenyewe. But those who are born again, lakini wale ambao wamezaliwa tena, are guaranteed that they will be caught up, wamehakikishiwa kwamba watatwaliwa na Kristo, and they will enter into the presence of God. na wataingia katika uwepo wa Mungu. Heaven will be closed again, no one will see them. Mbingu itafungwa tena, hakuna mtu mwingine ataweza kuwaona. And there they will see God face to face. Na hapo watamuona Mungu ana kwa ana. There in heaven, huko mbinguni,
A wedding will be arranged. Kuna njia ambayo itaweza kupangwa. Wedding, harusi. Kutakuwa na karamu ya harusi itapangwa. It will be a ceremony. Itakuwa sherehe That unites Jesus Christ ambayo inaunganisha Yesu Kristo with those whom the Father has given him na wale ambao baba yake amewapatia from among men on earth. Kutokana na wengi walioko katika dunia. That is those who have been caught up. Hivyo ni wale ambao watakuwa wametwaliwa na Kristo. They will be united with Christ. Wataunganishwa na Kristo in what is called the marriage of the Lamb. Katika ile inajulikana kama harusi ya mwana kondoo. It will be a long ceremony. Itakuwa sherehe ndefu sana. It will last a long time. Itaweza kuenda kwa muda mrefu. While that is going on there, hiyo sherehe ikiwa inaendelea huko, something will be happening down here. Kuna jambo litakuwa linaendelea kutendeka hapa ulimwengu. Because the moment this child the bride of Christ is caught up, kwa maana wakati biharusi wa Kristo watakuwa wamechukuliwa, once they enter into heaven, wakiingia mbinguni, war will begin there in heaven. Utakuwa na vita vitaanza kule mbinguni between Satan, baina ya Ibilisi with his angels, na malaika wake, and Michael, the archangel, with the other angels. Na malaika mkuu Mikaeli na wale wengine. There will be a serious battle there in heaven. Utakuwa na vita vikali sana kule mbinguni. Satan will be thrown out, na Ibilisi atatolewa nje together with his angels. Pamoja na malaika wake. They will come down. Watashukishwa huku duniani. And the moment they arrive here, na punde tu wakifika hapa duniani, they begin to look for the church. Wataanza kuitafuta kanisa, the church of Christ. Kanisa la Kristo. So while the wedding is going on in heaven, wakati karamu ya harusi inaendelea kule mbinguni, down here, hapa duniani, there will be suffering like you have never seen before. Kutakuwa na kuteseka na kuumia ambapo hakujawahi kuonekana tangu milele. The earth will be subjected to the kind of suffering never seen before. Dunia itakuwa na mateso ambayo haijawahi kuonekana kamwe. If Satan will try to get hold of the church, Ibilisi ataanza kuiongoza na kushika kanisa. He will try to persecute the church. Ataendelea kutesa kanisa la Kristo. Because the church has given birth to the bride. Kwa sababu kanisa limetoa biharusi. He will look for the church. Kwa hivyo ataitafuta kanisa. But God will provide protection to the church. Lakini Mungu atatoa ulinzi kwa kanisa. The church is given as an image in chapter 12 of the Revelation. Katika sura ya 12 hili kanisa limepewa taswira. Given the image of a woman. Imepewa taswira ya mwanamke. The woman who gives birth. Mwanamke ambaye anajifungua. The woman who has 12 stars. Mwanamke ambaye kuna nyota 12 on her head. Kwenye kichwa chake. And she has the sun also on her head. Na yuko na jua kwenye kichwa chake. And the moon at her feet. Na mwezi ukiwa chini ya miguu yake. And the one that gives birth to the male child. Na yeye anayejifungua mtoto wa kiume. The new apostolic interpretation of that woman. Tafsiri ya kanisa jipya la kimitume kwa ajili ya huyu mwanamke is the church of Christ. Ni kanisa la Kristo. Those who are not caught up, wale ambao hawatakuwa wametwaliwa na Kristo, who have remained behind, wale ambao wamekuwa wamesalia hapa duniani, these are the ones that Satan will try to go for. Hao ndio Ibilisi ataendelea kuwatafuta, but God will provide them with protection. Lakini Mungu atawatolea ulinzi wake. At that time, the rest of the population will be experiencing massive suffering. Na idadi ya wale watu wengine itapokea mateso makali sana. There will be some people, kutakuwa na baina ya watu, who will try to resist the rule of Satan, ambao watajaribu kupinga utawala wa Shetani, but they will not succeed. Lakini watafaulu. They will be killed. Wataweza kuuliwa. Then they become the martyrs of the great tribulation. Na hao watajulikana kama waliokufa kwa ajili ya Kristo wakati wa mateso hayo. Now, there in heaven, kule mbinguni, the wedding will end.
karamu ya harusi itakwisha, and then the second stage of the return of Christ begins. na kuna kuwa na kiwango cha pili cha kurudi kwa Kristo. The first time he appeared, Wakati wa kwanza wa kurudi yeye alionekana, he didn't come down. hakuweza kufika hapa But the chini, second time he appears, lakini wakati wa pili anapoonekana, everybody sees him. kila mtu na kila jicho litamuona, Every eye shall see him coming. kila jicho litamuona akikuja. There will be a display of power Kutakuwa na maonyesho ya nguvu zake and glory na utukufu as he comes down anapokuja chini, in the view of everybody, ambapo kila mtu atakuwa anaona, with all the angels, the holy angels coming down with him. na malaika wote watakatifu wakiandamana na yeye. Satan will be captured Ibilisi atashikwa and thrown into the bottomless pit. na atarushwa kwenye shimo lisilo na mwisho. Those who support him Na wale ambao wanaunga shetani mkono will receive instant judgment watapokea hukumu ya moja kwa moja, and will come down. na atakuja chini. The martyrs who have died during the Great Tribulation will be resurrected, Wale waliokufa kwa ajili ya Kristo wakati wa mateso yao makuu and they will join with Christ, watafufuka na waweze kuungana na Kristo, together with those who have come with him from heaven. pamoja na wale Yesu amekuja nao kutoka mbinguni. And here he will establish a kingdom, Na hivyo hapo ataanzisha ufalme wake, the kingdom of peace. ufalme wa amani. In the kingdom of peace, Katika ufalme wake wa amani, divine virtues will rule, tabia za kimungu zitatawala, because Jesus is in charge. kwa sababu ni Yesu atakuwa anatawala. God is in control. Mungu analinda kila kitu. Satan has been put into prison. Ibilisi amefungwa katika jela, During that time, na wakati huo the gospel will be preached injili itaweza kuhubiriwa without any resistance. bila mapingamizi yoyote, Of course, no one will be able to resist. na hakuna yeyote ataweza kupinga. After they have gone through the discipline, Kupitia hiyo adhabu they will not try. hawataweza kujaribu. The gospel will go every corner Injili itaenda kwenye kila pembe, of the earth. pembe ya kila dunia, It will also go in the realms of the departed. na pia itafika hata katika miliki za wafu, And everybody will have a chance to experience the love of God na kila mtu na kila mmoja atakuwa na fursa ya kuishi pendo la Mungu and the grace of God. na neema pia ya Mungu. Those who are caught up Wale ambao watakuwa wametwaliwa will be with Christ watakuwa pamoja na Kristo as priests of God kama makuhani wa Mungu and of Christ, na wa Kristo, and they will reign together with him na watatawala pamoja na Kristo 1,000 years. kipindi cha miaka 1000. Dear brothers and sisters, Wapendwa kaka na dada, this is the revelation of Jesus Christ. huu ni ufunuo wa Yesu Kristo, And he says to us here, na anasema kwetu hapa, surely I'm coming quickly. kweli naja upesi. Let us agree with him Hebu tuweze kukubaliana naye and say to him, na tumwambie Amen. amina. Come, Lord Jesus, Njoo Bwana Yesu, because this is something good for us. maana hili ni jambo jema kwetu. The bride of Christ Bi harusi wa is Kristo looking forward to that day anaitazamia sana hiyo siku when he will return, ambapo atarudi, because that event maana tukio hilo will make it possible for us litatuwezesha sisi to see God face to face, kumwona Mungu macho kwa macho, and then all our questions will be answered. na hapo maswali yetu yote yatakuwa yamejibiwa. So that event is the most important for us. Kwa hivyo hilo tukio ni la muhimu sana kwetu, It's supposed to influence everything that we do na linapaswa kushawishi yote tufanyayo as we wait for the return of Jesus. tunaposubiria kurudi kwa Kristo. Let us look up to Jesus. Hebu tumtazamie Yesu. We don't know the day, Hatujui siku we don't know the time, wala muda, but we keep His commandments, lakini tunaziweka amri zake, prepare ourselves tunajiandaa for His return. kwa ajili ya kurudi kwake. Amen. Amen. The choir will sing a song, Kwaya wataimba wimbo, and today I'm accompanied by a number of apostles here. na leo nimeandamana na mitume kadha hapa, I will may not call all of them, but I'll call most of them. na
naweza kosa kuwaita wote. I begin with Apostle Katana from Mombasa. Nitamwanza na mtume Katana. Ni furaha kuweza kuwa katika mzunguko wa mpendwa mtume wetu wa wilaya. Tumeweza kuelezwa mengi ambayo yanapata kusimama katika ubadaye wetu. Mara nyingi sana huwa tunashindwa kueleza kile kitakachokuwa baada ya maisha yetu hapa. Na wakati mwingi sana tunaona shida ambazo tuko nazo, hakuna mahali ambapo zitapata kutuondokea. Maneno ya ajabu ambayo tumeyasikia hapa ni maneno ambayo kila aliye na tumaini katika Kristo, hasa wana mitume, lazima waelewe. Kanisa limetajwa kama mama, na mama huwa analea na anakana watoto wake. Atakayeweza kuja na kuwa ameweza kukomaa, lazima awe mbaki na huyu mama, amesikiza ushauri wake, na kwamba yeye hakuenenda katika mawazo mengine. Kusanyiko hili ambalo Kristo atakuja kulichukua ni kusanyiko bikira ambalo mawaa hayamo ndani yake. Walisikia ujumbe wa Kristo na wakaufanyia kazi. Hawakuweza kuenenda katika tamaa zilizo za ulimwengu, walizikataa. Wakati mtume wetu wa Ulaya alipotajia juu ya kusanyiko litakavyoweza kuchukuliwa na juu ya vile ambavyo vita vitaweza kutokea mbinguni kati ya jeshi la shetani na lile la malaika, lakini shetani ataweza kushindwa na atatupwa hapa chini. Kwa hivyo lazima shetani atakuwa amekasika sana. Nimependezwa vile pia na kusikia kwamba kati ya wale ambao hawataweza kufaulu kuenenda juu mbinguni kama biharusi wa Yesu,
Wao hata imani haitakuwa imekomaa zaidi, lakini ona watakataa ile mipango ya Shetani, na tunaambiwa wao wataweza kuuawa. Hao hawana hatia, ijapo hawakufaulu, lakini wao hawatapenda matendo ya mwovu Shetani, watasimama na watauawa. Hiyo Ufunuo inatuambia kwamba yale mabaki yatachukuliwa yapelekwe nyika, ambapo chakula chao kitakuwa nadra. Ni ule ulinzi ambao Mungu ataweza kutoa. Lakini ona sasa, lile kundi ambalo lilisikia maneno ya Yesu Kristo halikuweza kupuzia, na Yesu analichukua kuweza kwenda juu mbinguni. Ninachowaomba wapendwa ni kwamba leo ndio wakati wa kujiandaa kwa ajili ya Yesu Kristo. Wakati mwingi tunasahau kwamba Bwana wetu Yesu Kristo kuja kwake ni kama hadithi tu, na kwamba hili halitaweza kufanyika, lakini wapendwa, litafanyika. Naomba tubaki katika nyumba ya Baba, na ahadi za Bwana hizo ni amina. Pengine kama wanadamu tunaweza toa ahadi kwa kupendeza watu, lakini Yesu hakika ataweza kuja. Na ndio Kristo anasema kwamba na ujira uko mkononi mwangu. Kazi ambayo tunaifanya wapendwa, inao ujira mkuu ambao mwanadamu hawezi kutoa. Katika Ufunuo tunaambiwa vile pia mbele ya dhabahu kulionekana nafsi ambazo zilikuwa kuzimu, na nazo zikapiga sauti zikasema, mpaka lini ambapo nafsi tutapatiwa fidia kwa sababu tuliuawa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo? Tunaambiwa wao waliambiwa, subirini kwanza mpaka wengine nao watakapouawa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Tunaambiwa walipatiwa sanda nyeupe, wakavaa na wakarudi kutulia. Sisi nasi wapendwa ndio wale ambao twawindwa na mwovu na tamaa zake. Tuzikimbieni wapendwa, ili ule utakatifu uliopandwa mioyoni mwetu usiweze kuharibika. Amen. Amen. Choir can sing another song. Waimbaji wanaweza kuimba nyimbo nyingine. Apostle Musumbi can also sing. Mtume Musumbi pia anaweza kuhudumia. Ndugu na dada wapendwa katika Kristo, ni siku njema na siku ya furaha kwetu kwa siku ya leo. Wakati mtume wa wilaya alikuwa kiongoza ibada, ametusomea na akatufunza mambo mawili ambapo yatatokea wakati Yesu Kristo atakuja ulimwenguni. Jambo la kwanza, ametufunza kanisa litanyakuliwa. Jambo la pili, akatufunza kutakuwa na Yesu Kristo ataanzisha ufalme wa amani miaka 1000. Mtume wetu kiongozi
ametuwekea picha na akatueleza kwa undani yale yote yatakuja kutokea ile siku Yesu Kristo atakuja kutokea kulingana na imani yetu sisi kama wanamitume. Ndugu na dada wapendwa, wakati mtume kiongozi alikuwa akitufunza, ametuambia Yesu Kristo atanyakua kanisa kwa wale waliamini na wakaweza kuzaliwa kwa mara ya pili. Ndugu na dada wapendwa, sisi kama wanamitume tumekwisha kubali imani ya wanamitume na hakika tumezaliwa mara ya pili. Tusikwame pale kwa kuzaliwa mara ya pili. Hatuwezi sema sasa imetosha, kwa maana sisi tuliamini Yesu Kristo kupitia mitume wake, tukazaliwa kwa maji, tukawekelewa mikono na mitume wa Yesu Kristo aliye hai. Sasa kwetu ni kuongojea Yesu Kristo wakati atakapokuja, ili tuweze kung'ang'ana, tukaweze kuwa katika kunyakuliwa na Yesu Kristo. Wakati huu tuko hapa ulimwenguni, kuna maisha tunapitia hapa, lazima tubaki kwenye imani, ndiposa tukaweze kuchaguliwa wakati Yesu Kristo atakapokuja. Ndugu na dada, nataka kutoa mfano mmoja. Kabla Yesu hajazaliwa hapa ulimwenguni, kulikuwa na Wayahudi. Sisi tunangojea kurudi kwa Yesu Kristo. Wayahudi walikuwa wakiongojea kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na katika kuongojea kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Wayahudi ni kitu walitazamia sana, kama vile na sisi tunatazamia kurudi kwa Yesu Kristo ili akuje kutuchukua twende katika ufalme wa Mungu wa mbinguni. Kuna nabii mmoja alikuwa akiitwa nabii Ana. Alikuwa akitazamia sana kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na alikuwa kwenye hekalu. Na akiwa kwenye hekalu, kwa maana alikuwa mwanamke, alipitia maisha ya changamoto. Ya kwanza, bwanake aliaga, na pili, aliachwa bila kuwa na mtoto. Kwa zile changamoto za maisha, yule mama akawa mjane, lakini kwa kuwa mjane, hiyo haikuweka imani yake chini ili aweze kukosa kusubiria siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa wakati ule alibaki kwenye imani na kwenye mafunzo yao kulingana na mila na desturi sawa, mpaka ikafika siku ambapo Yesu Kristo alikuja na akazaliwa. Alibaki pale kwenye hekalu kwa miaka 84. Akiwa hapo alikuwa anapitia changamoto zake za maisha. Ndugu na dada wapendwa, mpaka akatoa ushuhuda akasema, kujeni muone sasa yale yote nilihubiri, nilisema sasa huyu ndiye Yesu Kristo. Akaweze kuona siku ya Yesu Kristo ya kuzaliwa. Ndugu na dada, hata kama tumezaliwa kwa mara ya pili, tunapitia changamoto nyingi sana katika maisha. Nataka kusema ya kwamba changamoto tunazozipitia tuangalie ili sisiweze kuweka imani yetu chini. Lazima tutazamini kurudi kwa Yesu Kristo. Ndio lengo letu, ndio lengo la mahali. Na kama tutabaki kwenye imani na kutii na kufuatilia yale yote tunafunzwa na mitume, hakika siku ya Yesu Kristo wa ufufuo wa kwanza tutanyakuliwa. Amen. Apostle Bia from Kenya East. Mtume Mbea kutoka Kenya ya Mashariki. Will also serve, and after him Apostle Tonga from Mount Kenya South. Pia atahudumu, na baada ya yake Apostle Kitonga pia kutoka pande wa Kenya wa Mount Kenya South atahudumu pia.
My dear brothers and sisters, Wapendwa kina kaka na dada, I'm glad this morning niko na furaha asubuhi hii for the opportunity that the Lord has given to us, kwa nafasi ambayo Mungu ametupa that we have been able to come and take part in this divine service. ya kwamba tumekuja kushiriki pamoja katika ibada hii. And already the Vice Apostle has served us Na tayari mtume wa wilaya tayari ametuhudumia according to the scripture, the book of Revelation kulingana na maandiko kutoka kitabu cha Ufunuo 22:20, 22 mstari wa 20, where it says that the Lord Jesus is coming soon. mahali nasema ya kwamba Bwana Yesu anakuja kwa haraka. And I've listened to the sermon, Na nimesikia mahubiri and I've come to realize that the return of Jesus Christ na nimekuja kugundua kwamba ujio wa Yesu Kristo is not only one event. sio tu jambo la wakati mmoja. There is the topic, the return of Jesus Christ. Kuna sehemu maalum ya kwamba ujio wa Yesu Kristo He is coming soon. anakuja kwa haraka. But the Vice Apostle Na mtume wetu wa wilaya has gone ahead to give us a detailed description na amezidi kutuambia mambo ya kiundani of many other tasks, events that will take place within the return of Jesus Christ. ya mambo mengine yatakayotukia wakati wa kurudi kwa Yesu, And that is we shall be caught up. ya kwamba tutatwaliwa juu, Even those who have died in Christ, hata wale ambao wamekufa katika Kristo upon hearing the sound of the trumpet, baada ya kusikia sauti ya tarumbeta they will resurrect, watafufuka, and the living will also be changed. na wanaoishi pia watabadilishwa, Then they will have a new body, alafu watakuwa na mwili mpya, and we have told it's a resurrection body. na tumeambiwa kwamba ni mwili wa ufufuo. So many things the Vice Apostle has taken us through them, Mambo mengi ambayo mtume wa wilaya ametuelezea, being united with Christ in the feast, kuwa pamoja na Kristo siku ya sherehe, and very many wonderful things. na mambo mengi mazuri, So we have listened, na kwa hakika ameyasikia, and we have followed the service, na tumefuatilia ibada, and our position now na sasa sehemu yetu is to think about the significance of that sermon, the message. ni kutawaza ama kufikiria kuhusu hiyo ibada, The importance of that message, umuhimu wa ujumbe huo, that we need to prepare ourselves ya kwamba tunafaa kujiandaa wenyewe for the return of Jesus Christ. kwa kurudi kwa Yesu Kristo. We must also believe Lazima pia tuweze kuamini that Jesus will return. ya kwamba Yesu atarudi, And we have been given two phases, na tumepewa sehemu mbili, that those will be taken the first time, wale watakaotwaliwa wakati wa kwanza, and there is also another second time. na kuna pia sehemu ya pili. So we need to not to despair. Kwa hivyo haifai tuichukulie tu hivi hivi. There is a chance. Kuna nafasi, There is a chance for us to succeed. kuna nafasi kwetu kuweza kufaulu. If we don't appear the first time, Kama tutafaulu kwa mara ya kwanza, we have the 1,000 year period tuko na msimu wa miaka 1000 of preaching, wa kuhubiri, even to the dead, kuhubiria hata wafu, even those who are living. hata wale ambao wanaishi. So I have seen the love of God, Kwa hivyo sasa nimeona mwana kondoo wa Mungu, the love that God loves us, nimeona upendo mkubwa ya kwamba Mungu anakupenda, and the commitment to ensure that we are really saved. na kujitolea kwake ya kwamba tumeokolewa. So my dear brothers and sisters, Kwa hivyo wapendwa kina kaka na dada, let us anticipate for the return of Jesus Christ. wacha tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa Kristo. Whatever we go through, Ya yale yote ambayo tunapitia, even if there is persecution of the church, hata kama kanisa linasumbuliwa, we have been told at some point the church will be targeted. tunaambiwa kwamba kuna wakati ambao kanisa ndio italengwa. And you see, when we see now, some people have been taken, Unaona hata kwa wakati huu wengine wamechukuliwa and then the church is being persecuted. na kanisa bado linashtakiwa, Some have been taken up, wengine wametwaliwa juu, and then there is that persecution of the church. na kuna hiyo kusumbuliwa kwa kanisa. I believe at that point people are like to despair. Naamini ya kwamba wakati huu watu wanakuwa na uoga They say, oh, there's nothing coming forward about this. ya kwamba baada ya hii hakuna chochote kitakachotokea, But then this apostle has guided us to see lakini mtume wa wilaya tayari ametuongoza kuona another glorious period, ya kwamba wakati mwingine wa utukufu, a moment of peace, wakati wa amani where no one can resist the word of God. ambao hakuna yeyote atakayekataa neno la Mungu. So let us believe
Kwa hivyo tuache kuweza kuamini and have the whole picture about the return of Jesus Christ. na tuwe na mtazamo kamili kuhusu kurudi kwa Kristo, And believe in the commitment of the Lord of God na tuamini katika mambo ya Mungu, to give us eternal life. Mungu kutupatia uzima wa milele. God has the capacity Mungu ako na uwezo to save everyone. kuokoa kila mmoja. So let us not despair. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi. Amen. Amen. Wapendwa kaka na dada, wapendwa marafiki, siku ya leo ni siku ambayo tunasema ni siku nzuri, ambayo Roho Mtakatifu kupitia kwa mtume wetu wa wilaya ametufunulia mambo tunayoyatarajia, mambo yajayo. Tazama, naja upesi. Kama wanadamu, kama tutakuwa na imani thabiti kama Wakristo, tunaweza kuwa na maswali. Hiki kitabu kiliandikwa miaka mingi iliyopita. Je, ni lini mambo haya yatatimizwa? Lakini tunaambiwa ni maneno ambayo ni ya kweli na ni maneno amina. Maneno ya kweli yananakiliwa katika kitabu cha ukweli. Na ndio sababu siku ya leo wale ambao tuna imani, wale ambao tuna matumaini, wale ambao tunasubiri ujio wa Yesu Kristo kuchukua kanisa lake, tunaambiwa sasa tuendelee kujizoeza kufanya yale yote tunashauriwa na Roho wa Mungu kupitia kwa vyombo vyetu vya baraka. Ndio sababu mtume wetu wa wilaya amepata nafasi kupitia kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwamba haya ni maneno ya kweli ambayo yanahitajika kwetu tukiwa watoto wa Mungu. Naweza kuuliza, yatatokea lini? Na vile tumeteseka, maisha yamekuwa mazito, lakini tujue kwamba mwenye kusema ni amina na ni ukweli. Na kwa sababu yeye habadiliki, ambaye ni Mungu, hebu tujitahidi bila kuchungulia nyuma, tutazamie hiyo siku, kwa sababu ni siku ambayo Kristo anakuja na ujira wake. Maandiko anasema kulipa kila mmoja kulingana na kazi yake. Hakuna atakayejivunia kazi ya mwenzake. Kila mmoja atapokea malipo kulingana na imani yake vile umeilinda. Kila mmoja atakabidhiwa ama atapata taji kulingana na tumaini lake katika siku ya ujio wa Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu zangu, dada zangu, tuseme sisi leo tuliopata nafasi ya kujumuika hapa tuna baraka kubwa. Na kwa sababu tuna baraka kubwa, Roho wa Mungu ametufunulia kwamba haya maneno tuyahifadhi ndani yetu. Tuombe Mungu atupe nguvu, atupe uwezo, na zaidi sisi nasi tuwe na maamuzi ya kwamba liwe liwalo, aturudi nyuma. Liwe liwalo, tunasonga mbele, kwa sababu mtazamo wetu ni siku ya ujio wa Yesu Kristo. Na ili tufanye haya, tunahitaji kufanya kazi, kushikana mikono, bega kwa bega, tufanye kazi hii ya imani tukiwa na matumaini, tukiwa na furaha, tukiwa na upendo, tusonge mbele. Hebu mtume wetu wa wilaya apate nafasi ya kuendelea kutubariki na haya maneno, kwa sababu ni maneno yaliyotiwa muhuri. Unapoenda bookshop, kitabu kinapigwa muhuri na kuwa this is the property of certain bookshop. Sasa haya ni maneno yametiwa muhuri na Roho Mtakatifu, na yakaambiwa ni maneno ya ukweli na amina. Tuyahifadhi ndani yetu, tutende ndani yake, na tuendeleze
kazi hii, kwa sababu ni sisi tuko hai. Hebu mtume wetu wa wilaya aendelee kutubariki. Amen. Amen. We have said Hivyo tumesema the promise of the return of Christ has lasted 2,000 years, ahadi ya kurudi kwa Kristo imekaa kwa kipindi cha miaka 2000, but it is still valid today. lakini bado ni halali kwa siku ya leo. This is the central teaching of the apostles, Haya ndiyo mafundisho makuu ya mitume, because their work is to prepare those who will be caught up. kwa sababu kazi yao ni kuwaandaa wale ambao watatwaliwa juu. And when that will happen, Na wakati hili litakapotendeka, their work will be over. kazi ya mitume itakuwa imekamilika. And then after that, Na baada ya hapo there will be a marriage in heaven, kutakuwa na harusi mbinguni, the marriage of the Lamb. harusi ya mwana kondoo. Those who have been caught up will be united with Christ. Wale ambao watakuwa wametwaliwa juu wataungana na Kristo. The Bible says from that moment they will never leave him. Biblia inasema kwamba kuanzia hapo hawatamwacha Yesu, They will always be with him ila wakati watakuwa wameandamana na Yesu eternally. kwa umilele wote. So the marriage will happen in heaven. Harusi hiyo itafanyika mbinguni, While that is happening, na wakati hili litakuwa linaendelea, Satan will be angry. Ibilisi atakuwa amekasirika He sana will start war there in heaven, na ataanzisha vita kule mbinguni, but he will be defeated. lakini atashindwa. He will be thrown down here on earth, Atarushwa huku duniani, and here he will cause a lot of havoc. na huku ataleta shida kubwa sana. He will create the trouble like we have never seen. Ataleta taabu ambayo haijawahi onekana kamwe. He will look for the church and try to destroy the church, Atalitafuta kanisa kuliharibu, but he will not be successful. lakini hata faulu. The church will be protected by God. Kanisa litakuwa limelindwa na Mungu. Some believers will try to resist his rule, Waumini wengine watapingana na utawala wa Ibilisi, but they will be defeated and be killed. lakini watashindwa na Ibilisi na watauliwa, They become martyrs of the great tribulation. na watafanyika kuwa waliokufa kwa ajili ya Kristo wakati wa mateso. Later on, they'll be resurrected when Christ comes the second time. Baadaye wataweza kufufuliwa wakati Kristo ataporudi mara ya pili. Satan eventually will be captured Shetani mwisho kabisa ataweza kukamatwa when Christ appears and everybody sees him wakati Kristo atakuja na kila jicho litamwona, in a display of power. na katika ishara yenye nguvu nyingi. Satan will be arrested Shetani atakamatwa and he's going to the bottomless pit. na atawekwa kwenye shimo lisilo na mwisho. 1,000 years he will still be going. Kwa kipindi cha miaka 1000 bado atakuwa anateremka kwenye hilo He shimo, has not reached the end of it. na bado hajafika mwisho wa hilo shimo. Those who work with him will be judged instantly, Na wale wakakuwa wamefanya kazi na yeye watahukumiwa mara hiyo hiyo, and the earth will experience peace na kutakuwepo na hisia yenye amani as Christ takes over the rulership, wakati Kristo atatwaa uongozi grants his servants the power to preach the gospel without any hindrance. na atawapatia watumishi wake kuhubiri Injili bila mapingamizi yoyote. When that is finished, Wakati hilo litakamilika, Satan will be released for a short time Ibilisi atafunguliwa kwa kipindi kidogo to tempt those who be living on earth, kujaribu wale ambao watakuwa wanaishi duniani, and after that there will be the final resurrection. na baada ya hapo kutakuwa na ufufuo wa mwisho. So there will be 3 resurrections. Kwa hivyo kutakuwa na mambo matatu ya ufufuo. First resurrection happens for those who are caught up. Ufufuo wa kwanza utatendeka kwa wale ambao watatwaliwa juu na Kristo. Second resurrection, Ufufuo wa pili, the resurrection of the martyrs ufufuo wa wale ambao watakuwa wamekufa kwa ajili ya Kristo of the great tribulation. wakati wa kipindi cha mateso makuu, And the third resurrection, na ufufuo
ufufuo wa tatu will be the general resurrection for all people. utakuwa ufufuo wa kila mtu, They will all come before God. na wote watakuja mbele ya Mungu They'll be judged according to how they live here on earth. na watahukumiwa kulingana na vile waliishi maisha hapa ulimwengu. And the Bible says after that, Na Biblia inasema baada ya hapo, after death has been completely finished, wakati kifo kitakuwa kimemalizwa kabisa judgment has been given, na hukumu imetolewa, there will be a new heaven and a new earth. utakuwa na mbingu mpya na nchi mpya. Those who have accepted Christ Wale ambao wamekubali Kristo will dwell with him forever. wataishi na yeye milele wote. We look forward to that. Tunatazamia hayo yote. Today things may not look good, Leo hii mambo yanaweza kosa kuonekana yakiwa mazuri but sana, God is still at work, lakini Mungu anaendelea kufanya kazi preparing the bride of Christ kuandaa biharusi wa Kristo who will do their job during the 1,000-year kingdom of peace. ambao watafanya kazi wakati wa kipindi cha miaka 1000 ya amani. Part of the preparation is happening even here today. Hata maandalizi hayo yanaendelea kufanyika hapa hapa Through the word that you hear, kupitia neno mnalolisikia, you are strengthened, mnatiwa nguvu, you are warned, mnapewa tahadhari, and this prepares you na hili linakuandaa for the return of Christ. kwa ajili ya kurudi kwa There Kristo. is also the celebration of Holy Communion, Pia kuna sherehe ya ushirika mtakatifu. which Jesus said, Yesu alisema, whoever eats my flesh, anayeula mwili wangu drinks my blood, na anakunywa damu yangu has eternal life, yuko na uzima wa and milele, I will raise him up na nitaweza kumfufua on the last day. katika siku ya So mwisho. those who are partaking of Holy Communion, Kwa hivyo wale wanaosherehekea ushirika they mtakatifu are preparing for the return of Christ. wanajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Those Kristo. who are having their sins forgiven Wale ambao wanakuwa na dhambi zao are zikisamehewa, also preparing for the return of Christ. pia na wao wanajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Kristo. This is an important event for us. Kwa hivyo hili ni tukio zuri sana kwetu. So in preparation for the forgiveness of sins Hivyo kwa kujiandaa kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu and the celebration of Holy Communion, na sherehe ya ushirika mtakatifu, let us sing our hymn of repentance. tutaungana kwenye wimbo wetu wa toba.
you the glad tidings Na sasa nawatangazia habari njema in the name of our Lord Jesus Christ, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, the Son of the living God. mwana wa Mungu aliye hai. Your sins are forgiven, Dhambi zenu zote zimesamehewa, and the peace of the risen one na amani ya aliyefufuka abide with you. iwe nani nyote. Amen. Amen. Dear Heavenly Father, Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, we thank you for forgiving us our sins. tunakushukuru kwa kutusamehea dhambi zetu. We thank you for your grace. Tunakushukuru kwa neema yako. We thank you for your patience with us. Tunakushukuru kwa kutuvumilia sisi. We thank you for your faithfulness. Tunakushukuru kwa uaminifu wako. We thank you for the sacrifice of Jesus Christ, Tunakushukuru kwa dhabihu ya Yesu Kristo which we celebrate today in the sacrament of Holy Communion. ambao tunasherehekea leo kupitia sakramenti ya ushirika mtakatifu. We thank you for sending your servants out into the world Tunakushukuru kwa kuwatuma watumishi wako waweze kwenda ulimwenguni, and through their missionary activities na kupitia kazi wanayoifanya we have been found, tumeweza kusimama imara, and now we are part of the household of God. na sasa tumefanyika kuwa sehemu ya nyumba ya Mungu. Thank you for this work of grace. Tunakushukuru kwa ajili ya hii kazi yako ya neema. Now we plead with you, Holy Spirit, Sasa tunasihi nawe Roho Mtakatifu, please avail to us tafadhali utupokee sisi the body and the blood of Jesus mwili na damu ya Yesu in this bread and wine. katika mwili na kupitia na mkate na divai hii. Sanctify us Tutakase sisi that we might partake of this sacrament ili tuweze kusherehekea hii sakramenti in a worthy manner. kwa njia inayofaa. Amen. Amen. Now we shall celebrate Holy Communion. Na sasa tutasherehekea ushirika mtakatifu. The Lord's table is prepared. Na sasa meza ya Bwana imeandaliwa. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, I consecrate bread and wine for Holy Communion ninatakasa mkate na divai kwa ajili ya ushirika mtakatifu, and lay thereupon the once brought eternally valid sacrifice of Jesus Christ. nikiwaletea dhabihu ya kipekee na ya milele ya Yesu Kristo. For the Lord took bread and wine, Kwa maana Bwana alitoa mkate na divai, gave thanks and said, akashukuru akisema, "This is my body which is broken for you. huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. This is my blood of the new covenant, Hii ndiyo damu yangu ya agano jipya given for many for the remission of sins. iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wengi. Eat and drink. Kuleni na kunyweni, Do this in remembrance of me. fanyeni hivi kwa kumkumbuka, As often as you eat this bread maana kila mnapoula mkate huu and drink this wine, na kuinywa divai hii, you proclaim the Lord's death mnatangaza kifo cha Bwana till he comes. mpaka ajapo. Amen. Amen. Body and blood of Jesus given for you. Amen. Body and blood of Jesus.
Please be seated. Tafadhali keti. As we celebrate Holy Communion, Tunaposherehekea ushirika mtakatifu, we shall all join in hymn number 110, sisi sote tutaungana kwenye wimbo nambari 110, A River Keeps the Pastures Green. mto watunza malisho. Invited are all baptized souls Walioalikwa ni nafsi zote ambazo zimebatizwa, who confess Jesus Christ as the Lord, wanayekubali Yesu Kristo kama Bwana, His death, kifo chake, His resurrection, kufufuka kwake and His return. na kurudi kwake. The Lord invites you for Holy Communion. Sasa Bwana anawaalika kwa ushirika mtakatifu. O
second hymn of Holy Communion. Tutaungana sasa kwa wimbo wa ushirika mtakatifu wa pili. Hymn number 87, Hark the Gospel Bells Are Ringing. Wimbo nambari 87, Sikia habari njema. Beloved in the Lord, wapendwa katika Bwana, my very dear brothers and sisters in Christ,
wapendo wangu sana kina kaka na dada katika Kristo, gathered here this morning tuliokutanika hapa asubuhi hii is the living congregation ni kusanyiko lililo hai and many other souls from the beyond. na nafsi nyingi sana kutoka milki za wafu. Out of the ministration of our dear district apostle, Kupitia huduma ya mpendwa mtume wetu wa wilaya, our Lord Jesus has reminded us a very important promise that He gave unto us as a bride. Bwana wetu Yesu ametukumbusha ahadi nzuri sana na muhimu ambao alituahidia, That He is coming quickly. ya kwamba anakuja upesi. And we as the bride, Na sisi kama biharusi we have been waiting. tumekuwa tukisubiria, Some of us for few years, wengine wetu kwa miaka michache and many others for many years. na wengine wetu kwa kipindi cha miaka mingi sana. Some of them waited until it was their time to leave this earth. Wengine walisubiria mpaka ikafika wakati wao wa kuondoka katika dunia hii, And they're still waiting in the beyond. na bado wanaendelea kusubiria wakiwa kwenye milki za wafu. They also long for the return of Christ. Hata wao wanatazamia na kushaukia kurudi kwa Kristo, And they want to be part of the first resurrection. na wanataka kuwa sehemu ya ufufuo wa kwanza. And we have been given a beautiful picture Na tumeweza kupewa taswira nzuri sana how the first resurrection will be. jinsi ufufuo wa kwanza utakavyokuwa. We don't need to occupy ourselves Hatuhitaji tu kujiweka sisi wenyewe hapo with how it will look like, kutaka kuangalia itakuwa namna gani, but we need to occupy ourselves with this question. lakini tunapaswa sana tulenge tukijiuliza hili swali: Am I ready for the return of Christ? je, niko tayari kwa ajili ya kurudi kwa Kristo? And what should I do to be prepared? Na je, nahitajika kufanya nini ili niweze kuandalika? From the divine service, we know what to do. Kutokana na ibada takatifu tumepaswa ya kufanya. We have to allow the apostolate to prepare us for the return of the Lord. Lazima turuhusu mitume waweze kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana. Whenever the apostles are, Na kila mahali mitume wa Yesu walio, everything that is necessary for our salvation is available. kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya wokovu kimetolewa. And one of those things is what we have just received, Na japo mojawapo ya hayo mambo ni kile sisi tumeweza kupokea, the body and the blood of Jesus. mwili na damu ya Yesu. Today we are privileged to have our district apostle with us, Leo tumeheshimika kuwa pamoja na mpendwa mtume wetu wa wilaya, and the many souls from the beyond can also receive the body and the blood of Jesus Christ. na nafsi nyingi sana kutoka milki za wafu pia na wao wanaweza kupokea mwili na damu ya Yesu For their joy and for their salvation. kwa ajili ya furaha yao na kwa ajili ya wokovu wao. Two evangelists will serve as proxies. Wainjilisti wawili watahudumiwa kwa ajili ya niaba ya hizo nafsi. They can take their place at the altar. Nitawaomba waweze kuchukua nafasi yao hapa mbele ya madhabahu. The choir can prepare the way. Kwaya inaweza kuandaa njia.
now turn to you, dear brothers and sisters, Sasa tunawatazamia nyinyi kina kaka na dada wapendwa, who have come here from the invisible part of the church. nyinyi ambao mliweza kukuja kutoka sehemu ya kanisa isiyoonekana na macho. Jesus Christ now invites you for Holy Communion. Yesu Kristo sasa anawakaribisha kwenye ushirika mtakatifu. Receive that which I lay in the hands and in the hearts of these two servants of God. Pokeeni kile nimeweka katika mioyo na mikono ya watumishi hawa wawili wa Mungu. Body and the blood of Jesus Mwili na damu ya Yesu given to you all imetolewa kwenu nyote for your joy, kwa ajili ya furaha yenu, for your salvation, kwa ajili ya wokovu wenu for your eternal fellowship in the kingdom of God. na kwa ajili ya ushirika wa milele katika ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Dear Heavenly Father, Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, once again we come before you, tena twaja mbele yako thank you and to praise you. kukushukuru na kukusifu. Thank you for your word. Asanti kwa neno lako, Thank you for your grace. asanti kwa neema yako, Thank you for the fellowship we've had with you asanti kwa ajili ya ushirika ambao tumekuwa nawe and the fellowship with the brothers and sisters. na pia ushirika kwa kina kaka na dada wapendwa. Thank you for the offerings and sacrifices Asanti kwa ajili ya sadaka na kujitoa of our brothers and sisters. kutoka kwa kina kaka na dada wapendwa. Bless these sacrifices Bariki kujitoa huku and bless their businesses na ubariki biashara zao and their families. na ubariki familia zao. As we depart from here, Tunapoondoka hapa, we ask for angels' protection, tunaomba kwa ajili ya huduma kwa ulinzi, that we can be an influence in the societies where we live, ili tuweze kushawishi jamii tunapoishi, to show them the image of Christ in us, kuwaonyesha taswira ya Kristo ndani yetu, and become a blessing to those societies. na tuweze kuwa baraka kwa hizi jamii zote. Pray for your work in this area. Tunaombea kazi yako katika eneo hili. Bless the apostle who serves here, Mbariki mtume anayefanya kazi hapa, and the brothers and sisters who support him in his mission. na uwabariki pia watumishi wanaomsaidia katika kazi We hiyo. also want to remember our country Pia tunataka kulikumbuka taifa letu and pray for peace and prosperity. na kuomba kwamba kuwe na amani na kustawi. Thank you, Heavenly Father, that you love us. Asanti Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya upendo wako. Everything you do is helping to move us forward. Kila kitu unachofanya unatusaidia tuweze kusonga mbele. We commit ourselves to you Tunajiweka sisi kwako and pray, send your Son Jesus
na kuomba kwamba utume mwanao Yesu. We pray this in Jesus' name. Haya yote tunayaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo and the love of God na pendo la Mungu and the communion of the Holy Spirit na ushirika wa Roho Mtakatifu be with you all. uwe nanyi nyote. Amen.